Utaomba mtu, mtoto singuo, utaomba mtu, mtoto singuo, utaomba mtu baba. Babangu alikuwa mpiga debe wa Mbazi. Kauza nyumba kakimbia na gari ya watu. Mimi na kakaangu ndo tukashindwa sehemu ya kukaa, tukaja tukafukuzwa na mwenye aliyenunua, ndo tukaja hapa Dar es Salaam. Sababu nilikuwa kila nikifanya kazi kidogo wananifunga miguu, wananichapa. Sasa ndio nikasema hivi ngoja nitoroke hao. Nikatoka nikaenda stendi ya Bujuga. Kwa nini usudi nyumbani? Hakuna. Sijafuata nauli. Mimi hapa natembea tu naokota makopo, siku nyingine nafagia magari. Ni takriban miaka 13 sasa tangu mtoto Hassan akaribishwe duniani kwa shangwe na furaha tele, hasa kutoka kwa wazazi wake. Wengi hupendelea hali iendelee, lakini mara nyingi mambo hubadilika kutokana na sababu kadha wa kadha. Kwa baadhi ya watoto, maisha huenda kama yalivyopangwa na wazazi, mfano kupata elimu, chakula na malazi bora, na hatimaye kuweza kujitegemea katika maisha yao ya baadaye. Hali ni tofauti kwa mtoto Hassan, kwani safari yake ya maisha imekumbwa na vikwazo mbalimbali, yakiwemo mashimo, mabonde na milima. Makazi ya mtoto Hassan si rasmi, ni ya kubahatisha tena hatarishi. Miongoni mwa hatari zinazomkabili ni pamoja na majaribio ya kumwingilia kinyume cha maumbile, pamoja na kukatwa kwa wembe katika maeneo mbalimbali ya mwili. Nimeokota hapa makopo, unashangaa usiku tunalala, tunaweza kufanya kitendo kibaya. Ndio nikaanza silali, yani nalala saa 9, nikitaka kuchaniwa nashtuka. Mpaka saizi leo, kama leo nimechaniwa nguo, nimenunua hii hapa ya mwanamke washi 300. Nimepunguza, ilikuwa ndefu kwangu. Nimechaniwa, yani nitaka kufanya kitendo kibaya, nimechaniwa nguo nzima. Na sisi tunaona maisha yao magumu. Hii ni hali halisi ya watoto wanaoishi katika kituo cha Ubungo cha mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani, baada ya kukimbia familia zao na kuanza kujitafutia maisha ambayo yanakuwa katika mazingira magumu. Kama una hela unakufa, unakaa na njaa. Kama hujaokota makopo, ukafagia magari kibara 500, unaenda kuna chakula pale. Kwa mujibu wa tafiti zilizofanywa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, sababu za watoto kuishi katika mazingira magumu ziko nyingi, lakini inayoongoza ni ukatili majumbani unaofanywa na wazazi. Baadhi ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu wametoa ushuhuda wa kile kilichosababisha wao kuishi katika mazingira magumu. Ilikuwa nakaa na mama Kambo, naona mama Kambo anatutesa. Mimi nikaamua kutoroka. Unasema kwa kufanya mateso gani ambao kufanya mama Kambo? Kila siku nikija shuleni sikuti kitu, jioni alafu ananiambia nenda kaleta maji, alafu kama hataki ananipiga. Nikimwambia nimechoka ananiambia wewe nenda. Mama ngapi alikupiga mpaka kufanya wewe ukimbie? Nikikataa kwenda kwenye maji ananipiga. Lakini siku ambayo ananipiga hesabiki kila siku. Kituo hiki cha Ubungo cha mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani kimekuwa sehemu kubwa ya biashara na usafiri katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki, lakini pia kimekuwa ni kimbilio la makazi yasiyo rasmi ya watoto wanaokimbia majumbani mwao kwa muda mrefu sasa. Kila kukicha, kitu cha kwanza Hassan mwenye umri wa miaka 13 anachokifanya ni kujikagua iwapo usiku umepita salama bila kuingiliwa kimwili kinyume cha maumbile kutokana na majaribio kadha wa kadha yanayofanyika nyakati hizo. Hali kadhalika
kukagua nguo zake kutokana na tabia ya kuchana nguo ambao pia hufanyika wakati huo wanapokuwa wamelala. Hali hii inamlazimu kubadilisha makazi mara kwa mara, hatua ambayo inasaidia kukwepa kutendewa vitendo hivyo viovu. Imebidi hivi sasa kuhamisha malazi yake kwenda jalalani. Nalala hapo imejafafa, mvua ikija usiku inanyesha sana kwa kwenda na mimi tu nilale hapo. Hapo ndo napolala. Nilikuwa napenda nguo zamani ndo napoweka wazangu. Na nani alikuhusu kulala hapo? Amna mtu, sinafi chama vinigutamisha, sina pa kulala, santa lala wapi. Na hapa hakuna mtu bwana kusumbua kusuka hapo. Hapo nimechaniwa nguo na nguo tena nikakuonyesha ile pale. Hapa. Nguo iko hapa ni. Kwa hivyo pia kuna watu wengine wanakujaga huko. Wanakuja hata hapo. Hapo sina uhakika lakini. Lakini leo nimeshangaa nimeibiwa 2000. Na nguo niliyovaa imechaniwa. Hii hapa nimenunua hii. Nimenunua shilingi 300. Kwa kawaida mtoto anapoamka asubuhi huanza kwenda shuleni. Labda alipewa kazi na mwalimu, hajakamilisha, au kuna madaftari yanatakiwa. Na hapo unakuta ameshaambiwa na wazazi wake na kutimiziwa. Lakini kwa mtoto Hassan la hasha, fikra zake huwa kwingineko, ni kwenye chupa za plastiki za maji au juisi zilizotupwa katika kituo hiki na nje ya kituo, ambazo huziokota na kuziuza na hatimaye aweze kukidhi mahitaji yake ya mlo, walau mmoja kwa siku. Kazi ya kuokota chupa hizi za plastiki hufanywa na watoto wengi wanaolala katika eneo hilo, hivyo hugombania kuziokota. Hivyo mtoto Hassan hujitahidi kuwahi kabla ya hazijaokotwa na wenzake. Hawa ni watoto wa Tanzania, hawa ni watoto wa Afrika, ambao wengi wao wamekimbia majumbani, wamewakimbia wazazi wao na kuja kuishi mazingira hatarishi kwa usalama wao. Kutokana na mtoto Hassan kuishi maisha haya kwa muda mrefu sasa, hana wazo la elimu na badala yake mawazo yake yamejikita kwenye shibe. Wakati anahangaika huku na kule kutafuta chupa hizo za plastiki zinazomsaidia kupata riziki, anazungumzia aina ya maisha anayoishi ambayo amejikuta yeye ndio baba na mama, na kituo hiki cha mabasi cha Ubungo ndio dunia yake ambayo haimpi dira kamili ya mwelekeo wa maisha yake ya baadaye. Babangu alikuwa mpiga debe wa Mbazi. Sasa hivyo kwa mpiga debe wa Mbazi akaacha kupiga debe, kaanza deva taxi. Alivyoacha deva taxi akaingia na akakopa gari. Akakopa gari akalipa hela nusu. Alivyolipa hela nusu akashindwa kulipa hela zingine. Kauza nyumba akakimbia na gari ya watu. Mimi na kakaangu ndo tukashinda sehemu ya kukaa, tukaja tukafukuza na mwenye aliyonunua, ndo tukaja hapa Dar es Salaam. Tukaja hapa Dar es Salaam ndo tumeanza kukaa kuta makopo. Kakaangu akaenda na Mwanza, akaenda kufanya kutafuta maisha. Na sisi tunaona maisha yao magumu. Tunataka tukasome, wengine tujapenda kuja huku, ni matatizo tu. Tunataka kusoma, tunataka tutafute na hata tusome, mtu akutusomesha na somo na kutulia, tunatulia. Wengine wanaweza kuwa wezi, wengine sio wezi. Sasa wewe kwanza mama yuko wapi kwanza? Mamangu alikufa. Wewe unakaa tu na baba? Babangu na kakaangu. Wengi wanashindwa kuelewa inakuwaje wazazi wanaamua kumleta duniani mtoto asiye na hatia, na pale anapokimbia nyumbani hakuna anayejishughulisha amekimbilia wapi, na matokeo yake anaishia kuishi katika mazingira magumu yaliyojaa mateso tele, akihangaika huku na kule bila mafanikio. Kula ya mtoto Hassan imejaa shuruba nyingi, kwani bila kutoka jasho inabidi kulala njaa. Hali inapokuwa mbaya ya kipato, inabidi kusubiri kituoni hapa mabasi yanapoingia kutoka mikoani ili kuambulia makombo ya abiria yaliyoachwa kwenye mabasi. Makombo haya huyapata wakati anapofagia magari ili ajipatie senti kidogo. Ili kuepuka adha hiyo, inamlazimu Hassan kuingia kila sehemu, hata zile ambazo ni hatari kwa afya yake, ili mradi apate hizo chupa za plastiki zitakazomhakikishia shibe. Hassan, hawa tuko wapi? Hapa ni wapi? Hichi ni chumba.
Chuo gani? Sijui chuo gani, ila sema wanachuo wanakuja humu kujifundisha humu kidogo. Hapa chuoni sasa umeomba pale walinzi? Nimeomba walinzi. Umwambiaje? Naomba makopo. Nasema hamna makopo. Nikataka kutoka kidogo akaniambia nenda kaangalia labda. Sasa wewe hali hapo unaonaje yale? Hali ngumu sana, nafunguka sana. Hadi miguu inaniuma, jua linanichoma, midomo inapasuka. Sasa harufu ni kali, umeshazoea? Nimeshazoea kwa sababu harufu mbaya unaweza kufungua lambo ukakuta mavi na yashika. Yaani harufu mbaya sana. Yaani na miguu yetu tukinua ndala tunaibiwa. Hata ndala tunakata tamaa kwa kunua lambo, tunalia ndala. Ndio tunatembea hivi. Akiwa njiani kuuza kiroba chake cha chupa hizo za plastiki, mtoto Hassan anakutana na watoto wengine ambao wanacheza kwa furaha, na ndipo anaingiwa na machungu na kuanza kukumbuka shule ambayo ni haki yake ya msingi. Nikiona wanafunzi wenzangu najisikia vibaya sana, naona aibu. Napenda mimi sana kusoma, lakini nikiona wanafunzi wenzangu naona aibu sana. Nataka nipate nataka niombe tu msaada nisaidiwe. Hata nikae kwa mtu yoyote, hata kwenye kituo chochote nikasome, kwa sababu napenda sana kusoma. Sijapenda sana elimu. Masomo gani ambayo unapendelea? Somo langu napenda Kiswahili, sayansi na English na hesabu. Masomo yangu nayapenda, na stadi za kazi. Masomo na historia. Msingi wa Hassan wa elimu unaonekana kuwa ni mzuri miongoni mwa watoto wanaoishi katika kituo hiki cha mabasi cha Ubungo. Ni yeye pekee aliyeweza kuandika jina lake bila wasiwasi wowote na kwa usahihi. Elimu yake ni ya darasa la 3. Fast. Kama siku. Anaandika na kusema kama huyu angekuwa na akili sana, kama nani wazazi wake wamepokea mambo ya masomo nini. Hilo jina lote. Darasa ngapi ulishia? Nilikuwa naingia darasa la 4. Ndio kabidi waache shule. Nikamua nije huko. Lakini kwa sasa anatumia elimu yake hiyo ndogo kumsaidia anapohesabu chupa zake pamoja na senti anazopata baada ya kuziuza. Soko la chupa hizi liko mbali na anakozikusanya. Tukiwa njiani katuonyesha anakoziuza. Nazunguka hivi, naenda chuoni hapa kwenye baadhi na utakuta tunaenda hivi tunanyoka wewe tunatokezea kwa pasta pale. Shatokezea kwa pasta na tunaingia hapo kwa mazao tafuta pale kidogo, naingia hapo kwenye mtandao unapima, ukishapima basi tayari shamaliza kazi. Hapa ndio mahali hasa anakouza chupa zake. Bosi jali ndo yani ndo ukombozi wenyewe huu. Ili mwezeshwe au sio? Ili mwezeshwe yani. Sijalo wala nini. Hapa ndo tunapopima makopo. Hapa sasa nini kinaendelea hapa? Hapa ndo nimeshaweka mzigo ndo napima. Kwa kilo ngapi hapa inaonyesha? Unaangalia kamera, unaangalia kamera. Hapo ni kilo 1. Kwa baada ya kupima nini kinatokea? Hapo napewa mshihela. Singuong utaomba mtu. Singuong utaomba mtu. Mtoto singuong utaomba mtu. Mtoto singuong utaomba mtu baba. Kosa wako utalia sana. Kosa wako utalia sana. Kosa wako utalia sana mama.